Kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu. Hello? Poa, uko wapi? Wai pale unaponifuataga. Wai basi chapu. Kesho nzuri tunaamini itafika. Jioni inapoingia baridi ija, viti vya mbao vinaja. Yangu hata simu ndio ikutoa huko mkukungu. Mimi sikujua kama uko ndani, nimesikia niko huko bafuni. Hasa unajua na sauti sana. Naomba mchunguzi. Haya, mambo mengi. Fundi bomba anapi. Nani? Huyu boss aliniambia bomba lake mke wangu limekata bafuni, akaniambia nimtafutie fundi. Hivyo sasa nikamsema fundi bomba ili mradi nisimsahau. Nadhani ndo anapiga, naomba nipokee. Sasa siko na fundi bomba. Sasa mke wangu niamini bwana. Hebu niambia vizuri bwana yeye. Ni nani? Mke wangu kuna vitu vingine bwana. Ni nani? Mke wangu majirani bwana. Majirani wanahusiana nini mimi na wewe? Na naingia ndani na unaniambia mama. Niambia bwana. Hata mambo yako. Ufagio ndani kwangu. Hapo wewe jamaa vipi wewe mshikaji? Wewe mbona ujielewi? Mwanaume mzima umeota kufikisha wapi wewe? Mbona unafanya vitu vya kijinga wewe? Haya hapo mpata faida gani? Kama una vitu vya kupumbavu vya kitoto. Acha ujinga wewe. Maisha kusaidii kitu. Kwenda pumbavu wewe. Kalia tu umbea. Na wewe niongezee maji. Pumbavu wewe. Mwanangu wewe. Mama. Karibu. Asante. Mama, shikamoo. Baba, ujambo? Sijambo, tu hapa nyumbani. Salama, za huko toka. Ni nzuri. Karibu. Asante. Glory yumo ndani? Ametoka ameenda shule. Okay. Mama. Nilipita mara moja nikujulia hali. Sawa. Lakini mwanangu hapa hii. Hiyo sasa tutamalizana baba mwenye nyumba. Sawa. Lakini pia kuna hii mtatumia siku 2-3 mkiwa hapa nyumbani. Asante sana mwanangu. Tumie vizuri mama, make hela kidogo ni ngumu mtaani mama. Nitajibana bana mwanangu. Si unajua tena mama yako najua sana kujibana. Haya. Shukuru sana. Mr. Gugu. Niambie baby. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Mimi upo maishani mwangu. Nimekuwa kimbilio kubwa sana. Kweli. Ndio, unisaidia vitu vingi. Unaendelea kunisaidia vitu vingi. Usijali baby. Baby. Mimi ndio nyumbani baby, kesho tutaonana. Mbona haraka kama hivyo? Sio haraka baby, tangia asubuhi niko hapa kwako.
Nenda nyumbani hata unafanya kazi. Kuna kitu nataka kuambia. Kitu gani? Kile kiasi cha pesa unachoniachia chote kimeisha. Ile nusu baada kwa nadaiwa kodi, tumelipa kodi. Na nusu ile baki nimetumia mdogo wangu chuo. Sasa hapa sina kila kitu. Na ukiondoka unaniacha sina kila kitu. Kwa hiyo nitabaki njaa mpaka kesho. Lakini baby, mbona unakuwa hivyo jamani? Mimi mwenyewe nategemea wazazi. Basi baada mimi hata nikutegemea wewe tena unanitegemea mimi jamani kweli? Hilo nalitambua. Ndio maana nimekuomba kama una kiasi chochote nisaidie. Bana, sio vizuri lakini. Hapa. Tumia vizuri, maana mimi mwenyewe bado mwanafunzi. Sasa mbona haraka hivi? Hamna, kesho nenda nyumbani. Kwa hiyo sikusindikizi. Baby. Kipenzi. Subirie basi. Ai babako si unapenda ai. Magloli. Bei. Shikamoo. Marahaba, kwema? Kwema sijui wewe. Kwema. Uko wapi sijakuona Ngomeni mida fulani? Kwani nimeenda sokoni. Umeenda sokoni? Sasa bwana. Ngomeni pale ndugu yangu pamewaka pa moto sio poa. Wewe. Si yule Maizi. Wa chumba cha 3 alemea chumba cha 3 hapa. Yule mjani yule. Yule mwenye kimunyuli fulani. Nikwambie, sasa alikuwa anaoga bafuni. Mara ghafla simu yake ikaita kule ndani. Mwanamke asitoke mputa na ile simu kumpelekea bwana wake. Bwana wake naye akatoka na mapofu kule bafuni, anawa ile simu. Ghafla akakutana. Mwanamke asimulize, nawe kuliko unatoka na mapofu bafuni unafuata nini? Anafuata simu. Mwanamke acha asali. Naomba uniambie huyu fundi bomba ni nani? Kwa sababu najua mume wangu kazi yako sio mabomba, yanahusiana. Kama davanga. Mwanaume acha ajitetee pale anatetemeka. Basi mwanamke wangu nakuomba tukaongelee ndani na nini. Basi wakawa wameingia ndani kule. Sio ndio Mr. News. Nikaanza kufuatilia point to point. Wamezungumza huko ndani, sasa mimi kama nimenogewa na zile story, nimetegesha sikio langu pale hapo mlangoni. Sio ameamaliza. Sio imekuaje. Na watu ghafla mwanaume anafungua mlango. Aje nikutanisha na mbanzi hapo mmoja mkubwa. Nikisikia kama dunia inazunguka. Mr. News. Wewe umezidi. Ona sasa. Mpaka unapigwa kibao kwa sababu ya umbea. Unakuja mtoto wa kiume unakuja mbea hivyo? Utakuja kuvalishwa dera. Utavalishwa sketi wewe, mimi nakwambia. Hivyo Magoli, kwa mimi nimetoka nikotoka akasema umbea nje mfikie shoga yangu sababu hakuepo na nili Ngomeni. Kwa mimi nimekuwa tena mbea. Shida yako umbea ndio umezidi. Au sio? Haina shida, next time paka unipe la hivi hapana. Sasa mbona unaondoka hujanimalizia story? Mimi siji kaa Zuchu. Hata hivyo umezidi umbea. Mtoto wa kiume unakuja mbea hivi. Glory. Mambo. Mzima. Za siku. Mbona na uniform unatoka wapi? Mpaka nako kutoka upajue wewe. Kwani wewe ni nani kwangu? Lakini Glory, wewe ni rafiki yangu. Natamani kujua unatoka wapi. Tena umevaa uniform. Ona niuliza hivyo, nalipia karo ya shule. Wewe ndo unanisomesha, wewe ndo unanihudumia. Yanakuhusu nini natoka wapi? Glory, wewe ni rafiki yangu. Kule darasani walimu wananisumbua sana kuhusu wewe. Miezi kadhaa upo darasani sasa hivi. Binti, sikiliza, naomba unikome. Hivi Kefri niona nini? Kila siku ni wewe tu mdomo wako. Sitaki, naomba unikome. Wewe ndio unisomeshi, au unipeleki shule, au nilipika mama. Akili zangu sio zako. Glory jina langu. Dash utajua mwenyewe. Dazu. Sei. Kuna katoto kamekuja mtaani hapa kaenda kafla. Kabiti katoto ka 2000. Sio tena Mr. News. Kwenye totos hata siferiga. Kae na kaisabia tu. Nataka mwanangu we posta. Unaelewa? Unipigie promo pale. Wewe ni wangu akinishusha. Mwako mwenyewe upataje bila mimi? Sisi tengeneza mazingira. Hapa ndio mahala tumefika unapoona. Na nyumba zenyewe ndio zinasaiwa kwa. Naweza ukawa chumba kingine hiki hapa. Karibu.
Kingine hiki hapa. Mama, tumefika sehemu yenyewe, chumba ni hiki hapa. Nyumba iko safi, iko vizuri na utakaa kwa amani tu. Hebu jaribu kukiangalia kidogo na wewe ujilizishe. Sio ukasema nimepigwa bomu. Chumba kiko vizuri baba. Kiko vizuri. Na imani utakaa kwa amani. Nina imani. Nashukuru kwa hilo. Sasa nitataka uwajue na wapangaji wenzio walioko hapa ambao wanaishi vizuri tu, na imani watakupokea ili muweze kukaa vizuri kama tunavyoishi siku zote. Jamani, tumepata mpangaji mpya. Naombeni mpokee na mpokee vizuri ili tukae na kwa amani kama mlivyokuwa mnakaa. Sawa sawa? Naam, sawa. Ili muende naye sambamba. Mama, karibu sabayani nao. Haina shida. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Asifiweje? Bana. Ona na nyie migogolo mnaanza. Unajua tunapopata mgeni mwe mnatulia. Sasa mnaanza tena kucheka. Inakuwa sio vizuri. Na mna hii mtakuwa mnaniuzi na mimi. Sasa tumepata mtu mwingine hapa mnaanza kumcheka. Mama, itabidi wazoe tu. Si ni vijana hawa? Mambo yao ni ya mitaani lakini si vibaya. Wewe utakaa nao vizuri. Ni wazuri kuliko. Wewe usije kukutisha maneno. Au sio? Basi karibu na karibu sana. Ona nyumba yenyewe hapana gogoro hapa. Wala hata wauni wao wasogesogee huko. Ukae kwa amani. Nashukuru baba, tutakaa vizuri. Basi karibu. Asante. Wewe dazuri. Njoo kwanza, njoo. Ile inaitwa gonga snake au gongazi? Bwana Yesu asifiwe. Huyu dada alipotea njia. Hii ngome ya Bwana Yesu asifiwe. Haijui hata Mungu. Baadaye bwana, tutadaiwa kodi. Sawa. Karibu sana bosi. Asante sana. Nashukuru kwa makaribisho. Hamjambo kwa nyumbani? Hatujambo. Ofisi ikoje mpaka sasa? Hapa tunaendelea vizuri sana. Hali ya biashara inaendeleaje? Kiukweli biashara sasa hivi imekuwa ngumu sana bosi. Lakini tutafanya vizuri. Wiki jana wakati naangalia ripoti yako juu ya biashara yetu, nimegundua iko chini sana. Kuna tatizo gani? Nadhani ni upepo. Upepo tu kulingana na hali ya sasa hivi pia imekuwa changamoto. Aha. Inaweza kukaa sawa wakati wote? Ndio. Unaweza kuniambia mpaka sasa pamoja kwamba kuna changamoto nyingi na hali ya hewa iko kwa mazingira ambayo unazungumza. Ofisi yetu inaweza kuwa na watu wangapi mpaka sasa? 5. 5 tu? Ya, 5. Muda wote niliokuachia bado watu 5 tu. Kuna shida gani? Umeshindwa kazi? Ama ni kuondoe kwa nafasi hii inakuonyesha kwamba umeshindwa kuwa na umakini? Nilete mtu mwingine ili ofisi yangu na biashara yangu ipate kusonga mbele. Maana mimi naishi kwa kutumia biashara hii. Na mambo yangu yote unayoyaona ni kwa sababu ya hii biashara. Na hata wewe kunawilika ofisini kupendeza kiasi hiki na kujiona mitaani uko mzuri, unafanya kila unawezekana ni kwa sababu ya hii biashara. Kwa nini unachezea? Naomba unipe wiki moja. Nitaongeza wasichana wengine ili kazi iende sawa. Wiki moja ya kuranda ama wiki moja kufanya kazi? Wiki moja nitakuwa nimeongeza mabinti wengine. Utaongeza wengine kama wangapi? 5 wengine ili wafike 10. Na hiyo wiki moja kweli? Sawa bosi. Penzi lako mizani mizito na isi rofa. Samani kidogo. Habari? Samani. Salamu. Kwema kabisa. Kama unavyoona. Kwanza kabisa wewe ni mgeni hapa mtaani? Haikuhusu. Kwa sababu waga nakuona tu unapita unaenda vu na vitu kama hivyo. Sasa si ulishaniona. Hapo inakuwaje mgeni tena? Basi acha tu niende kwenye point. Akiukweli dada mimi nikikuona. Moyo wangu unaishiwa power. Yaani navutiwa na wewe. In short ni kwamba nakupenda sana. Kwa nimevumilia
Nikasema leo acha nitoe la moyoni. Na ukinikubalia tu, kwanza kabisa nakufungulia mgao. Hujaka sawa? Genge la miogo. Hapo vipi? Hapo vipi? Sawa? Unikome. Sawa? Wewe sio kunisimamisha hapa kwanza kuniambia upumbavu wako huo. Kwanza jitizame unavyofanana. Nikajua unataka kuniomba labda hata hela ya kwenda kula huko chips nikupe msaada. Unaniambia mambo ya kipumbavu haya. Huko kote ulikozunguka hujaona mabinti wa kuwadanganya hayo mambo unataka kunidanganya mimi. Shida ni moyo, nikikone mama anaishiwa pawa. Hakuna cha moyo bwana, achana na mimi. Ni nini wewe? Wewe unapojiona kujilinganisha na mimi? Hebu achana na mimi bwana. Na ukiniona nitakuitia na kelele za mwizi. Jinga? Basi dada, basi hata kanamba. Kwenda bwana. Haina shida. Umefiwa? Una shida gani? Unanyonya? Sikiza nikwambie. Humu ndani mwangu sitaki vilio. Nimekuleta ufanye kazi. Sijui unanielewa? Unanielewa? Lakini sio niambia nakuja kufanya kazi. Lakini unaniambia nakuja kusikiza nikwambie. Humu ndani mwangu sitaki vilio. Fanya ninachokuambia. Hujawahi kushika ufagio wala hujawahi kuosha vyombo. Unakula, unalala, unaoga, yani unafanya kila kitu. Sijui unanielewa? Wewe ongea na huyu mwenzako. Sawa mama. Haya sasa, umetokea nini? Na amekupa nini sasa? Ama sio matatizo. Sisi tunamjua vizuri madam. Ndio uzoee. Haya mzee. Kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika.